Maombi yanakupa nguvu ya kushinda majaribu. Maombi yanakupa nguvu ya ndani ya kusimama imara unapokutana na vishawishi na changamoto za maisha. Unapokutana na changamoto za maisha, maombi yanakusaidia. Yesu alifundisha maombi dhidi ya majaribu. Kusoma kitabu kile cha Mathayo 26:41, kesheni, ombeni msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Maana yake bila maombi mwili unashindwa, lakini ukiomba roho yako inapata nguvu ya kushinda. Wakati mwingine mwili unakuwa unashindwa, roho inataka kumpendeza Mungu, lakini mwili ni dhaifu, unashindwa. Hasa unapokuwa mtu wa maombi, Mungu anakusaidia, unapata nguvu, unaweza kuyashinda majaribu. Yesu alishinda majaribu kwa maombi. Kusoma kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 1 na wa 2, Yesu alijazwa Roho Mtakatifu na akaenda jangwani akafunga na kuomba siku 40. Baada ya maombi na kufunga, alipokutana na majaribu, shetani hakushindwa, alisimama kwa imara. Nafundishaga nasema wakati mwingine ni lazima ufahamu, unapoingia kwenye maombi ndio umeikaribisha vita. Angalia, Yesu umetoka kufunga siku 40, hali hanywi asubuhi, mchana na usiku. Kitu cha kwanza anachokutana nacho ni majaribu, shetani. Anamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, amuru jiwe hili liwe mkate. Shetani alikuwa mjanja, alikuwa anajua kwa sababu Yesu ana njaa, hicho ni kitu anaweza kukifanya ili amjaribu. Lakini Yesu alikuwa anajua, akamjibu kwa neno. Ndio maana anasemaga, wakati mwingine unapoingia kwenye maombi ujipange, kwa sababu ndio vita inachachamaa. Umemuomba Mungu ushinde majaribu, lakini majaribu yanaweza kuongezeka. Unashangaa mtumishi wa Mungu umestruggle, unaanza huduma, watu wanaanza kuja, unashangaa hilo eneo unatakiwa kuondoka, inakuumiza moyo. Huyo ni shetani anakudanganya, anataka usifanikiwe na anataka kuonyeshe kwamba Mungu hawezi. Na wewe unaweza kujijaribu na kusema, yani inakuwaje mimi ninamtumikia Mungu na Mungu anaruhusu niondoke hapa? Sikiliza, hicho ni kipindi na wakati Mungu ameuruhusu. Ukifanya kwa uaminifu utaona matokeo makubwa kwenye maisha yako. Haijalishi unakutana vipingamizi kiasi gani, Mungu tuliye naye ni mkubwa. Unaomba ndio vita. Ukiomba ukiona vita vimeibuka, kumbuka hata Yesu aliomba, cha kwanza alichokutana nacho ilikuwa ni majaribu ya shetani, lakini Yesu alishinda. Kama Yesu alishinda, na wewe utashinda. Mtumishi wa Mungu, umeitwa ukamwombee mtu ana udhaifu, anaumwa. Wewe unatoka tu unapigiwa simu na yule mtu amekufa, unakata tamaa. Mungu anataka kupima uaminifu wako. Kijana, umekuwa mwaminifu mbele za Mungu, umeokoka. Ukila ukichumbia wasichana wanakukataa, au mdada umri umekwenda huko kanisani, umekosa mchumba, unakata tamaa. Usiende njia nyingine, bado Mungu ni mwaminifu. Kama Mungu aliweza kumpa mtoto Sara kwa miaka 90, yani wewe kukupa mume kwenye umri wa miaka 40, 50, bado Mungu anaweza. Utakutana na muujiza wako. Baki mbele za Mungu, kwa sababu Mungu anatushindia. Kama hitaji lako ni mchumba na limekukatisha tamaa, mwambie Mungu, hili kwangu limekuwa ni jaribu zito. Endelea kuwa mwaminifu mbele za Mungu, utaona ushindi kwenye maisha yako.